kuambiwa mikosi? Mbona maisha yangu inakuwa mtihani mgumu usiokuwa na mwisho? Tena mbona unanikubali nipitie haya magumu? Kwani nimekosea nini kiasi hicho ambacho hata wazazi wangu walionizaa wakanitenga? Kwani mimi nilifanya kosa lipi kubwa ambao hata mzazi aliyenileta duniani akaweza kunitenga? Mola wangu, kimbilio langu ni kwako tu pekee. Naomba unirehemu kama nimewakosea wanadamu. Wewe niwe Mungu, wewe niwe Baba, usikie kilio chao. Wewe niwe Baba, wewe. Shikamoo dada. Dada, tafadhali mimi ni mmoja wapo wa vijana wa mitaani tu ambao ninaishi nikitegemea mikono ya wasamaria wema. Na tangu jana sijaweza kukula kitu chochote. Hivyo nikawa tu ninapita zangu nikakuona. Nikasema ni heri nikuje nikuambie tatizo langu. Tafadhali naomba unisaidie kitu kidogo chakula. Alafu umeambiwa hapo ndipo chakula cha bure kinapatikana? Ama unaona hapa ni shirika la msaada? Hapana, sijaambiwa hapa ni shirika ya msaada. Ila ni tatizo tu ndio imenituma kwako. Tafadhali naomba unisaidie. Maana nitaridhika hata kama ni kidogo. Wewe kijana, nashangaa umepata wapi ujasiri ya kuongea na mimi. Hata umenishafulia hapo, unaondoka kwangu haraka. Nimekuambia hapa si shirika la msaada. Hata hakuna chakula cha kuwapa watu kama mimi. Ya kuomba chakula mwanyima, wakija kuomba mwafukuza kama mbwa. Kuna siku watoto wenu wataitwa Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Pole sana mchungaji kwa kukatisha mwendo wako. Ila nilikuwa naomba tu nisaidie, maana inapitia tatizo kubwa sana. Wewe sema unachotaka, maana nahitajika mahali. Mchungaji, mimi hapa ni mmoja wapo wa vijana tu ambao ninarandaranda mitaani nikitegemea mikono ya wasamaria wema. Na tangu jana sijaweza kufanikiwa kupata kitu chochote cha kula. Hivyo nilipokuona nikaweka tumaini langu kwako. Maana wewe ni mtumishi wa Bwana. Naomba tafadhali unisaidie kidogo cha kula. Shetani shindwe. Umekosa kitu ya kununua madawa, ukakuja kusimamisha mtumishi wa Mungu. Kama umezoea kudanganya washungaji wengine, ila si mimi. Kama umezoea kudanganya wale wengine, wende ukaendelea ukadanganya. Tafadhali mchungaji, muonekano yangu isikudanganye ukaona mimi ni mtu wa mihadarati. Wala mimi kabisa situmii mihadarati. Ni tatizo tu ndio imenituma kwako. Tafadhali naomba unisaidie. Ninapitia changamoto kubwa sana. Kwenda huko. Jamani mchungaji. Nini kinaendelea? Jamani kuna nini? Ndugu yangu. Kwanza shika hii kwanza. Shika hii. Samahani sana mchungaji. Naomba sema unachotaka. Yaani mchungaji, unaona mahali nilipotoka, nimesikia kila kitu ambao umezungumza hapa. Lakini kwa kweli mchungaji hadi haifurahishi sema ukweli. Lakini mchungaji usione hivyo, usimuone huyu mtu hivi, unaona unamchukulia vibaya. Usione ana marasta nini, usimchukulie vibaya. Maybe wewe ndo umemdhinia vibaya. Huyu mchungaji, huyu mkaka hana familia yoyote ambayo wanamshikilia. Taswa ni wanakijiji wanamshikilia hapa. Mahali ya kukula, kulisha. So kama kuna msaada yoyote ambao akikomba usaidizi ama msaada, msaidie tafadhali. Kwa kweli kijana yangu, naomba msamaha. Maana si kuwa najua, ila ni akili yangu ndio imendanganya na muonekano yake ndio ilinidanganya ya kuwa yeye ni mtu wa madawa. Naomba msamaha kwenu. Haina, mimi roho yangu wenyewe nimekusamea, lakini ningependa sana umuombe msamaha juu yeye ndio ungefazwa kumuomba. Pole sana kijana yangu. Naomba msamaha. Maana kwa kweli nimekosea. Lakini si kwa kupenda kwangu, ila ni akili yangu ndio imedanganya na fikira zangu. Naomba msamaha.
Haina shida mchungaji. Mimi nilikuwa najua tu au kwa umenielewa vibaya. Wala usikue na shaka, mimi nimekusamea. Asante sana vijana wangu. Sawa mchungaji.